kuwaka. Ndio ananifuata mimi tena, anataka kunivuta kwa nguvu, anilete kwenye hiyo pikipiki ambayo imewasha moto pamoja na mimi pia anichome. Ndugu zangu, tunaingia kwenye mahusiano, tunaingia kwenye ndoa na watu ambao tunaamini ni watu sahihi kwenye maisha yetu, lakini hatujui nafsi zao zipoje. Mimi binafsi, sawa, najua ni kitu ambacho labda nilikosea. Yaani mpaka kuna muda nilikuwa naongea nalia. Kwa sababu ni kitu ambacho naogopa. Binafsi kweli alikuwa hana taarifa kama hilo kabati lilikuwa linakuja, lakini nilitamani mfanyie surprise. Japo alikuwa anajua kabati litanunuliwa, lakini alikuwa hajui kama ndio jana linakuja. Kwa hiyo kitu kilichotokea, yani sikutegemea kwa kweli. Kwa hiyo ndugu zangu, ndio ilivyokuwa hivyo. Mtu aje anipatie msaada. Kwa hiyo akanisaidia dada yako, nikampatia pesa. Nikawa nimekwenda kutafuta change, alikuwa ana change. Hata nimekwenda kutafuta change, ndo akaja sasa. Huyo kaka mnayemuona hapa ameshika chepe, alikuwa ameshika hilo chepe na hiyo pikipiki inawaka moto. Baada ya kuja akamuuliza, kaka vipi, mbona uko nyumbani kwangu hapa sina taarifa kama kaambia? Bro samahani, kuna dada hapa ameniagiza mzigo nimemletea. Kama mzigo gani? Kumwambia kabati liko wapi? Liko hapo sebleni. Alikuruhusu ingia ndani kwangu ni nani? Akamwambia mimi sijui, ila huyo dada ndo kufanyaje ndo ameniruhusu. Unaona? Baada ya hapo akachomoa ule funguo pikipiki yule kaka. Akawa ananifuata sasa mimi nilipo. Ameshika ile chopa anataka kunikata nalo. Watu tayari muda wao walikuwa wameshaja wamekusanyana hapo. Ikabidi wamzuie. Ndio kurudi ndani kuchomoa ile pipe ya pikipiki ya mafuta kuiwasha. Baada ya ile tukio la kuwasha pikipiki moto, hatimaye pikipiki ndio muonekano wake wa mwisho. Yaani haifai tena. Na kwa wale wote ambao mnatamani kufahamu ilikuwaje, ilikuwa hivi. Mimi niliagiza kabati. Nitamani kumfanyia surprise mtu ambaye niliye naye, lakini cha ajabu yeye ndo ananisurprise mimi zaidi. Nikaagiza, nikaletewa na bodaboda kwa sababu nina milango miwili, nilikuwa nina uwezo kukaa kwenye pikipiki. Kwa hiyo alivyoleta akanifikisha. Huko Dodoma jana kulikuwa kuna hali ya hewa si nzuri, kulikuwa ni kama mvua inataka kunyesha. Nikamwambia kaka samahani, naomba unisaidie kulisogeza hapa sebleni, alafu mimi nitalivuta, kama nitaweza kishinda basi